Unatazama Ndizi TV Afrika. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi unatazama Ndizi TV Afrika. Mtazamaji popote pale ulipo wa Ndizi TV, ikiwa kwamba sasa ni saa katika dakika pale kwamba tunaletea mpasho moja kwa moja kutoka zetu, ikiwa kwamba leo hii tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2025. Basi tukianza na taarifa zetu zile ambazo nimekuandalia ni kwamba kuna jumba ama taarifa za tanzia, kuna jumba ambalo limeporomoka katika kaunti ya Kisii. Usiende mahali, tutakuwa narejea na hizo taarifa kwa undani zaidi. Mwelekezi wangu ni Sultan Obani, nami ni Jeff Nyakundi. Karibu. Jumba la ghorofa 3 limeporomoka saa chache zilizopita katika kijiji cha Iterio, Bonyando, eneo bunge la Bonchari katika kaunti ya Kisii. Ujenzi ulikuwa unaendelea wakati jumba hilo limeporomoka. Watu 5 wamekwama kwenye maporomoko ya ghorofa hilo, na kwingineko watu 3 walioponyoka kutoka kwa mjengo huo wamekimbizwa hospitalini, huku maafisa wa polisi na maafisa kutoka kaunti ya Kisii wakiendelea na shughuli za kuwaokoa waliokwama humo. Hebu tuzame ni kipi kile ambacho kinajiri kutoka eneo hilo la Bonchari. Hii standard. Ndio mimi ndio kwa hiyo place. Hii tika kwa kwa sababu. Ndio sasa mteli. Na boy. Sasa ile kusenti kero. Yana bwana sawa. Basi bayo kajia. No, ina hapa tika kwa kama kwa maneno wale ni bora. Kwa maana nana ndio kwani zama maneno kwani. Lakini yeye ndeke ingetura. Basi ni baadhi ya yale ambayo yaliendelea katika eneo hilo, lakini kuna mmoja ambaye alipata nafasi ya kuingia katika jumba hilo kuangalia kana kwamba wale ambao walikuwa wamekwama katika maporomoko ya nyumba hiyo kama wako hai. Hebu tusikize ni kipengele ambacho aliweza kuzungumza. Anza. Wakati niliingia ndani niliona hii ni mimi inashikana, ndio jamuka inashikana kabisa chini kwa wao. Na hakuna mahali utaweza kutia hata mkono, sababu angalie uone. Walikuwa ngapi? Walikuwa ngapi ndani?
Na kwingineko, mpenzi mtazamaji, tukiendelea kusonga mbele, ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Geoffrey Rigathi Gachagua amejitokeza kwa mara ya kwanza baada ya ziara ya rais William Samoei Ruto katika Mlima Kenya. Rigathi Gachagua na wendani wake wamehudhuria ibada ya misa katika kanisa la PCEA Kasarani. Kwingineko, katika mkutano huo wa kanisa ni kwamba mlio wa risasi umesikika katika barokia ya PCEA Kasarani Mashariki, huku maafisa wa usalama wa Gachagua wakiwatawanya magaidi waliovamia kanisa hilo. Inasemekana kwamba wahuni walijaribu kushua rapsha katika mkutano huo wa kanisa. Hebu tusikie ni kipi kile ambacho kiliendelea katika kanisa hilo la PCEA Kasarani. Basi mpenzi mtazamaji, baada ya kupata ripoti ya mapicha hizo kutoka Kasarani, kanisa hilo la PCEA, basi tukao tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye tukirejea tunajaribu kupatana na mwandishi wetu wa habari Olon Alpha kutoka eneo lile la Bonchari, mahali ambapo orofa la chumba ama orofa hilo la jumba 3 ambalo limeporomoka, ili aweze kutupasha mengi zaidi. Usiende bali. Jina langu ni Jeff Nyakundi, naendelea kufuatilia Ndizi TV pale, ama kumbuka kwamba katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook utapata kama Ndizi TV News Digital, na kwingine pale YouTube utapata kama Ndizi TV News. Usiende mbali, tutakuwa nikirejea hivi punde. Wewe ni fundi wa kujenga. Unatazama Ndizi TV. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information,
Call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimil Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liason Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas,
Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Wa wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikuna unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo. Ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. Unatazama Ndizi TV Afrika. Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, karibu tena katika Ndizi saa 7, ikiwa kwamba siku ya leo ya Jumapili. Awali kuna taarifa ambayo tuliitaja kwamba kuna mporomoko wa nyumba ama orofa ya jumba matatu ambayo iliporomoka eneo la Bonchari katika kaunti ya Kisii. Basi wakati huu moja kwa moja tutakuwa najiunga na ripota wetu Olon Alpha ambaye tunazungumza naye kupitia kwa simu atufahamishe ni kipi kile ambacho kimekuwa kikiendelea pale. Anazungumza na watu wawili watatu pale, wale ambao walifika wa kwanza katika eneo hilo, watueleze ni yapi yale ambayo yalitokea. Nelfa, ikiwa kwamba unanipata, basi wakati ni wako umweleze mpenzi mtazamaji, japo tu tunatumia simu, afahamu ni kipi kile ambacho kimeendelea kutoka eneo hilo la Bonchari. Karibu sana Nelfa. Naam, ni kwamba leo hii nimezuru katika eneo la Bonyando Bonchari, ambapo nilikuwa Isiero, ambapo nilikuwa boma liliporomoka na kuwashikanisha watu karibu 8. Lakini kwa sasa hivi taarifa tunapata ni kuwa kuna wale ambao wamesaidiwa, ingawa kuna yule mmoja ambaye yuko hali mahututi na kuna wale ambao wengine bado wanang'ang'ania maisha yao katika hospitali ya level 6 hapo Kisii. Na sasa nimepata nikiungana na mmoja ambaye alikuwa pale wakati hapo hiyo nyumba ilikuwa ikiporomoka, alikuwa hapo. Sasa anaweza tueleza kwamba jina lake nani na alipokuwa huko nini kilitendeka? Halo, kwa majina ni Lawrence Masate ambaye ni aspiring MCA Bugiakumu Ward. Ni eneo langu. Ile ambalo limefanyika ni kuwa kuna jengo ambalo limeporomoka, na kwa kweli tunaweza mshukuru Mungu, maana kuna mmoja ambaye amekuwa ndani na tunatumai, maana tunaona kuna response imefanya kutoka kwa government
kuna matrakta hapo zimefika na kuna ambulance hapo wanaendelea na mambo ya rescue. So sitaki niseme mengi, tuombe wale ambao wanaendelea kufanya hiyo shughuli tuone kama wanaweza saidika. Kulingana na habari ya hapa tunaambiwa kulikuwa na watu 6 ambao walikuwa hapo ndani. Mmoja ameweza kuwa rescued, wawili waliponyoka kabla jengo lianze kubomoka. Kwa hivyo kule ndani kuna watu kama 2, 3 ama 4 hivi ambao wamebaki. Yeah. Na vile vile umesikia kwamba na pia hospitali amesema kwamba bado hiyo shughuli inaendelea. Wanasema kwamba ni watu walikuwa watu walikuwa 8, alafu wanasema kwamba kuna wale ambao wamesaidiwa na bado kuna wale ambao hiyo shughuli inaendelea. Tuone kama vile ambavyo wanaweza kusaidika. Kwako studio. Asante sana Nelfa. Sijui kabla sija kupa nafasi uondoke pale, ni vitengo vipi vile ambavyo vimewasili katika kusaidia kufanya ama kupeana huduma ya kwanza na kuwasaidia wale ambao wamekwama katika maporomoko hayo? Na ni kwamba leo hii serikali yetu imejipanga na wameleta zile magari ambazo zinaweza kusaidia wale ambao walikuwa wameumia ili kuwapeleka hospitalini. Na pia kuna ninaona kwamba wale wananchi pia waliweza kujitoa moja kwa moja ili kungangana vile ambavyo wanaweza kusaidia wale ambao walishikanishwa hapo kwa ile. Asante Olo Nelfa kwa taarifa hiyo. Basi mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunaifuatilia kwa ukaribu zaidi ifikapo ndisi saa 1 ama wakati wa jioni, wakati tulikuwa tunapata taarifa zetu za saa 1 pale. Nadhani kwamba ripoti hiyo itakuwa kikamilifu na tukawa tunaipokea moja kwa moja. Na tukiendelea kusonga mbele katika rubaa za kimataifa, ni kwamba leo hii kutakuwa kunachezwa baadhi ama mchezo ule wa FKF utakuwa ama ligi kuu ya FKF itakuwa inaendelea hapa nchini Kenya. Kwenye uwanja wa Gusii, Shabana itacheza na Bandari, na kwenye uwanja wa Awendo Green Stadium Mara Sugar watakuwa wanacheza na Tusker FC. Mechi hizo zinagonga ama zinang'oa nanga kuanzia saa 8 mchana. Reporter wetu Lennox Odede na the top scorer wamekita kambi uwanjani Awendo na watakuwa wanatupa taarifa kwa kina ama watakuwa wanatufahamisha yale ambayo yanaendelea kutoka uwanja huo wa Awendo Green Stadium. Ikiwa kwamba hapo ndipo basi tutakuwa tunaendelea kufuatilia yale matukio moja kwa moja. Kumbuka kwamba tukio hilo la jumba la ghorofa 3 kuboromoka katika kaunti ya Kisii, eneo la Bonchari, maeneo bunge la Bonchari, tutakuwa tunafuatilia taarifa hiyo kwa kina ili tukufahamishe ni yapi yale ambayo yameendelea. Unatazama Ndizi TV Afrika. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values.